lives. Muda wetu vibaya leo. Na jinsi moja ya kutumia muda wetu vibaya ni kufanya kitu kisichofaa wakati unaofaa. Are we together? Unaweza kuwa wakati unafaa, lakini unafanya kitu ambacho hakifai. Na moja wake, na tutaona mambo hapa leo tutajifunza, moja wapo ya vitu ambavyo tunaweza tukafanya ni hata kutumia simu wakati haufai. Because hiyo simu utaenda nayo nyumbani, umelala nayo, umeamka umekuwa nayo kwa matatu, right? So tunaweza kuwa hapa na tupoteze muda. Na siku ya leo labda mtu angekuwa mboka mahali na aweze kupata kichele yake. Si ndio mnasema kichele? Wangwan. Sawa. So hakuna haja ya tukuje hapa tuwe ya kwamba tumeingia tu na tumetoka vile ambavyo tulikuja. Natamani ya kwamba hiyo sacrifice. Manze, ama kwani wakukwa na baridi? Njeve asubuhi nayo. Right? Mimi hata nimenyeshewa. So siwezi tamani ya kwamba tunaweza kuja hapa mapema hii yote na baridi and then we are going, tunarudi tu vile ambavyo tulikuja. Kwa hivyo natamani tukaweze ku-engage. Mimi ni mwalimu, I'm a counseling psychologist, na napenda wakati na engage na watu wakiniona, na yani tukizungumziana, tukiongea. Yeah, so ni vizuri tukipata nafasi ya kuongea na tuulizane maswali kadha wa kadha. Na tunapoangalia the theme of today's conference was purpose beyond pressure. Are we together? Yani kusudi lako ama kusudi la maisha yako dhidi ya ama kinyume na ile pressure yote ya life inaweza ikakuwekea. Ni nani hapa ana pressure? Kuna mtu ana pressure? Hello? Kuna mtu ana pressure? Natumainia kila mmoja wetu ako na pressure yake. Inaweza kuwa pressure yangu sio yako na ya huyo mwingine sio hiyo, lakini ni vipi ambavyo ninaweza nikaishi maisha yangu na niishi maisha yaliyo na kusudi. Niseme hivi kwa utangulizi ya kwamba ukiangalia hata kutoka kwa neno la Mungu, mtu ambaye anaitwa Yeremia, Mungu anamzungumzia, anamwambia hata kabla, even before, hata kabla hujaumbwa kwa tumbo ya mama yako, Sorry. Hata kabla hujaumbwa kwa tumbo ya mama yako, nilikuwa ninakujua. Nilikujua. Are we together? Na nataka kuzungumzia mtu ambaye labda uliambiwa ulizaliwa kwa ajali. Ama labda ulizaliwa ukajikuta tu ni kama mtu ambaye hakuwa na mtu wa kumchunga. Mtu ambaye hakuwa na mtu wa kumwelekeza. Wengine wetu tumeitwa majina. Sasa juzi government mpaka iko na watu ambao inaita goons. Sawa? Maybe wengine wetu tumeitwa hivyo. Wengine labda tulianza kuitwa na wazazi. Wengine labda tukaanza kuitwa na marafiki. Ama wale watu walikuwa wanaishi kwa kijiji hapo. Maybe nikauliza hapa, hatuwezi tukakosa nicknames. Si ni kweli? Na hiyo nickname ni kwa ajili ya kitu fulani. Na sometimes hayo ama vile ambavyo watu tuita, tunaweza potelea katika vile ambavyo tunaitwa na watu. Lakini swali tunataka kutujiulize leo, because today nataka uconcentrate na wewe. Jana nikaongea na a senior citizen hapa tu. Na akawa ananiambia maisha yake ya zamani vile alikuwa.
And she was particularly, ama alikuwa na kitu ambayo ilikuwa inamuumiza sana, akikumbuka vile ambavyo mtu fulani alimfanyia, vile ambavyo mtu fulani amempitisha kwa uchungu, vile ambavyo isingelikuwa ni so and so, singelikuwa vile nilivyo leo. Lakini swali, je, hata kama nitalaumu nani, hata kama nitalaumu walionizaa, ninaweza nikabadilisha? Kuna kitu tunaweza tukabadilisha ya jana, ya juzi? Kuna vitu ambavyo hatuwezi tukabadilisha. Na kwa sababu hiyo basi ni kujiuliza, kuendelea mbele, ni vipi ninaweza nikasaidika ama nikajisaidia? Mtu mmoja anaitwa Gideon anaongeleshwa na malaika, na malaika anakuja anampata ya kwamba hako katika hali ya kuhusiaga ngano ndiye aokoe, kwa sababu walikuwa wamevamiwa, maadui walikuwa wamewavamia. Na Gideoni, malaika anamtokea, anamwambia, anamsalimia, anamuuliza habari gani, mtu shujaa wa vita. Lakini Gideoni anaangalia, anamwambia nafikiria umekosea, mimi sio shujaa. Mimi kama unijui naitwa Gideoni, na huyu Gideoni si Gideoni tu jina, nimetokea katika kizazi cha nani? Cha Efraimu. Wakati Yusufu, kidogo tu hadithi, I hope sitawabo. Wakati Yusufu alipoenda Misri na akajaliwa kuzaa watoto wawili kabla ndugu zake na baba yake hawajampata Misri, alizaa watoto wawili. Wa kwanza akamuita Manase na wa pili akamuita Efraimu. Lakini baba yake wakati alikuwa karibu kufa, akataka kubariki watoto wake wote. Na hata watoto wa Yusufu pia wakabarikiwa. Na wakati Yusufu alikuwa analetea babake watoto ili baba abariki watoto wake, babake wakati huo alikuwa amepotea macho, hakuwa anaona vizuri. Na kwa hivyo, tafadhali, if you can concentrate on me. Hello? Sawa? Tuongee, sawa? Yes. So wale wanaingia, wacha tu waingie wakikaa, na pia wao waendelee kubarikiwa. So wakati Yusufu alimletea Yakobo baba yake watoto ili akawabariki, alimletea Manase ili aje awekelewe mkono wa kulia, na Efraimu awekelewe mkono wa nini? Wa kushoto. Lakini walipofika mbele ya baba yake Yakobo alibadilisha mikono. Kwa hivyo Manase ambaye alikuwa anafaa kupata baraka kulingana na Yusufu, baraka ya mzaliwa wa kwanza, mkono wa kushoto ukaekelewa kwake. Yule ambaye alikuwa mdogo wake Efraimu akaekelewa mkono wa nini? Wa kulia. Kumaanisha babu yao alibariki mdogo kuliko mkubwa. Na wakati Yusufu alikimbia kwa baba kumwambia, you are making a mistake, labda ni kwa sababu uoni, baba akamwambia, hapana, sifanyi makosa, huyu atabarikiwa kuliko huyu. Na kwa hivyo Gideoni anatokea kwa kizazi cha Manase. Wale ambao ndugu yao mdogo alibarikiwa kuliko ndugu mkubwa. Na Gideoni zaidi ya yote hata si bado mtoto wa kwanza wa Manase. Anasema mimi bado ni wale wadogo. Kumaanisha hata ukinitafuta kwa hiyo jamii ndogo, hata usinitafute huku juju. Nilikuwa na my daughter, alikuwa anasomea shule moja hapa Kiambu.
na kwa darasa lao walikuwa watoto kama 300. Na wakati wowote ningeenda kumuona shuleni kuangalia results, nilikuwa naanza na chini kwa sababu ni rahisi kumpata wapi? Unanielewa? Ilikuwa rahisi kupata jina lake kutoka wapi? Huku. And I was used to that. Anytime naenda shule, wakati list imewekwa pale kwa notice board, klasi yao naangalia from below. Na nilikuwa nampata hapo 280 something. Sawa? So kuna venye unaweza julikana. Kwa hivyo Gideoni alikuwa amejitambua, akajua ya kwamba hata ukinitafuta kwa hiyo nyumba ya Manase, nyumba duni, nyumba ambayo haikubarikiwa, nyumba ambayo haijulikani, hata usinitafute wa kwanza. Nitafute wapi? Anzia hapo, kama vile nilikuwa naanzia na huyo msichana wangu. Grace, unacheka? So, tunaweza kuwa pia tuko hapa na kabisa wewe ukatafutwa, ama hata watu wakawa wanaulizia, hata kwenu kujulikana ni kazi ngumu. Lakini tuko hapa kujiuliza, je, unafikiria Mungu alifanya makosa wewe kuzaliwa? Ni watoto wangapi rika yenu wamekufa ama walikufa kitambo? Wengi, si ndio? Wasee ghetto wamekufa, wengine ajali, wengine kipindupindu ya wakati huo, wengine kolera, wengine corona, ama sio? Karibu Ebola itupate, lakini Mungu akatusaidia, haleluya. So ni wengi wamekufa. Na ukiangalia si kwa sababu mazingira yako yako sawa sana, ama kwa sababu serikali imekusaidia sana, ama tumesaidiwa na serikali. Tuseme tutam. Siku zombo. So unapata kuna mambo mengi ambayo hayapelekani. Na kuna vitu vingi ambavyo vinaweza fanya ufikirie ya kwamba wewe haukufaa kama Gideoni. Lakini malaika akamwambia na kuita the mighty man of valor. Kwa sababu Mungu anapotutazama hatuoni kulingana na vile sisi tunajiona, lakini yeye anatuona kulingana na vile yeye anatujua. Bwana asifiwe. Lakini zaidi ya yote leo sitaki kudwell sana katika mambo ya neno la Mungu. Mimi kama vile nimesema, mimi ni mwanasaikolojia na nataka tuulizane maswali sugu ambayo ni maswali yatakayotusaidia kujijua sisi ni kina nani. Hebu geukia mwenzako umuulize, wewe ni nani? By the way, who are you? Wewe ni nani? Anakuambia yeye ni nani? Yeye ni nani? Sifuna. Kuna masifuna hapa. We are sifunated. And kama unaweza niwekea self awareness kindly, if it is possible. So tunataka kujiuliza, mimi nikiwa hapa, wakati mwingine unajua hizi nguo zinafunika sana, si ndio? Sijui nani amewahi jiangalia kwa kioo akiwa bila kitu, vile ulizaliwa. Amfanyangi hivyo? Itakuwa kioo. Hata kama ni dirisha ya mtu. Lakini unaweza pata hata kama ni kwa umwahi jiangalia. Wacha basi tuachane na huko kwingine, tuongelelee hapa penye kioo inaweza patikana. Si hapa hata kwa msalani tunaweza pata kioo hapo. Nani anajiangalianga? Good. So tunaulizana, je, unapotazama ile sura inakuwa mbele ya hiyo kioo? Sababu sasa hapo hakuna mtu anakuambia, "Oh, msupa, you look good."
You're beautiful. You're gorgeous. Ama mnaambianga aje? Mnaambianga aje? Si ninyi mnasemanga, si mnasemanga aje? Unataka kuniambia uje ikatia dem? Uje mwambia kitu hata kama ni uongo? Hata wewe ushadanga. Yule unataka kuniambia Kasongo peke yake ndiye anadanganya? Hakuna. Si tuna wakati yanga? Hata labda kuna mistari umechora ukiwa tu hapa tu church. Ukamwambia aje jana usiku hukulala, si ndio? Hata siku ukula. You are the only being in my githeri. Sisi hivyo ndivyo tulikuwa tunaambiangwa siku zetu. Kwanza sisi tulikuwa tunakatiwa. Unaona wale watu ambao wamewahi katiwa wakiwa hapa Nairobi, tulikuwa tunakutana chini ya Kencom. Hiyo saa, unaona hiyo saa? Ni hapo. Hapo ndio ilikuwa hotspot. Kwa sababu hakuna simu. Muliongea mwezi uliopita. Mkaambiane mkutane Sunday. Tarehe 10. Are we together? Mwezi wa 7. Saa 8. Ama saa 5. Mjamaa aende church kwanza atubu dhambi na wewe pia uende. Makosa. Mkutane chini ya saa 5 ama saa 8. Hata tutumie saa 8. Na unaenda unapata hauyuko peke yako. Mko kadhaa mnaotegea. Inategemea unategea nani? Are we together? So ukishapata wako, unaona huyu ameondoka. Kama wako si wa kuweka time, ole wako. Utachomeka na jua for 1 hour. Sawa? Anyway. Hayo ni mambo ya life. So unapoangalia hiyo sura unaonanga, hicho kwa kioo, unafikiria ni nani unaona hapo? Do you like what you see? Je, unapendezwa na hiyo sura? Unapendezwa na hicho kiumbe? Ama ni kiumbe cha ajabu? Unapendezwa na hicho kiumbe unachokiona pale? Sinisikia tunaitwa viumbe vya ajabu. Haleluya. Na sisi kweli ni viumbe vya ajabu. Usikubali lugha itumiwe vibaya na ukaichukulia hivyo. Sawa? Kwa sababu kile yule nilie mimi, yule ninafikiria mimi nilie, inategemea mambo mengi sana. Are we together? Itanipatia purpose yangu katika life. Lakini nisipojipenda, yaani mtu anichukie na nimsaidie kujichukia, itakuwa hasara kubwa. Anyway, what is self-awareness? Introduction. Sijui kama wanaona vizuri ama namba zinakuwa nini. So, have you ever reflected on who you are? Je, umewahi fikiria wewe ni nani? Hata kwa wale ambao si wanarika. By the way, swali la mimi ni nani ni swali ambalo unafaa kuinteract nalo kila siku. Every morning you wake up. Who am I? Yes, you are who you are. Lakini pia hiyo who you are inahitaji kujazwa. Are we together? Yes. Sababu unaweza kusema tu I am just who I am na nikae hapo bila kujiuliza ndio nimejua I am who I am and probably I like who I am or I don't like it. Na ninakaa kuna watu ambao tunakaa na regret nilifanyiwa, kama vile nakwambia huyo shoshoni think she's 90 or so, lakini yako hapo katika mahali pa aliumizwa. So tunaweza ishi bitterness, life ya bitterness throughout kwa sababu ya kile ambacho tunasema tulifanyiwa. Anyway, so self-awareness is one of the most important life skills. So self-awareness ni life skill, ama ni skill ya kuishi nayo katika maisha yako. When we talk about life, atuongelelei teenager,
Atuongelelei adult, atuongelelei old age, tunaongea lifetime yako yote. And because it helps us understand, inatusaidia kuelewa emotions zetu. Wale watu wa kushika hasira haraka, wale watu wa sijui nani ana ukikasirishwa na mtu. Nilikuwa nauliza watu wengine hapa, hata si hapa lakini mahali pengine nilikuwa nafunza. Imagine unatembea hapa Nairobi tu, uko rada zako. Uko tu unaenda vitu zako. And then ama pale mtaani. Alafu kutokea somewhere or nowhere na wewe hujui, mtu akuje akuwekelee kofi pa na nyuma. Utafanya? Hiyo answer ya kwanza yenye umepata hiyo ndio ungefanya. Sawa? Tumesema umeekelewa kofi hata huku muona. Utafanya? Ulifikiria? Si kuna ile swali, kuna ile kitu ilikuja tu kwa mawazo yako. So si mtatana around kwanza kucheck who is. Kuna yule ambaye anasema yeye atageuka kama amemsalimia. That's a very sincere answer by the way. Sio unafikiria ni salamu ile, ni ile salamu ya Gen Z. Sio habari. Are we together? Wengine labda tutakimbia, wengine tutapiga nduru. Kuna hata mtu atafaint. Si ni kweli? Mshtuko. So emotions zako zinakuambia wewe vile ambavyo una feel. Na mawazo yako namna gani? Your thoughts. Because mtu feel kulingana na vile anafikiria. It's a big topic anyway. And our behavior, tabia zetu ama vile mtu anafanyanga. Are we together? Kama sasa hapa kuna mtu tunataja, kuna mtu ametajwa sijamtaja, kuna mtu amesema anakuanga muongo, si ndio? So hiyo tabia. Na sasa tuachane na huyo. Mimi nataka leo hii wewe ujiangazie. Je, ni tabia gani najipatanga kwake mara nyingi? Ninafanyanga nini wakati mwingi? Yes, kuna mtu anakasirika hapo. So when we are self-aware, we make better decisions, improve our relationships and build confidence in ourselves. Kwa mfano, hiyo kizungu mingi hata tuachane nayo. Kwa mfano, nikijua mimi ni mtu ambaye anaweza shika hasira haraka kama vile huyu ndugu anasema ya kwamba akisalimiwa, atageuka na yeye asalimiane. Basi ninafaa kujua. Ama kuna watu, ushaona mtu amejam, anachukua simu kama hii anagongesha chini. Mshagongesha? Wengi, sawa? Ama mwingine hata anagonga TV kama hii anavunja. So nikijua mimi na kuanga na hasira za haraka, nitaweza kufanya uamuzi wa busara, kujua ya kwamba nikikasirika naweza fanya hasara, na kwa hivyo ni nini naweza fanya kuzuia hiyo. Ni nini naweza fanya ili maamuzi yangu yasinipeleke kwa hasara. Next. So self-awareness involves recognizing how we see ourselves and how others perceive us. Vile ambavyo sisi tunajiona na vile pia wengine huwa wanatuona. So inatukubalia ku-identify our strengths. Strengths zetu ni zile vitu mimi ninaweza fanya kwa rahisi. Vile vitu ambavyo naweza fanya na nifanye vizuri. Are we together? Si nikauliza hapa, si kila mtu ako na strength yake. Bro, what is your strength? Utanisaidia mic ingine kwa sababu hapa sitaki watu tulale tafadhali. Ama to switch off. So from time to time tutaulizana maswali. What is your strength? Yaani ni ile kitu gani unaweza fanya vizuri? Kuendesha senke. Uni msoa senke, sawa? Hey. Aya, madam. The madam in pink, mwenye alikuwa na dance. I beg you, can you repeat your question? Sorry? Repeat your question. Oho, nauliza strength yako ni gani? Ni kitu gani unaweza fanya vizuri tu ile unajua unaweza unajitambulia? Kutembea. Kutembea?
Maybe let me ask this gentleman in specs. What is your strength? Design. Design. Yes. Good. Okay, sisemi ya kwamba kuendesha pikipiki kutembea sio strength, lakini strength tunaongelelea that special thing. Unajua sasa kutembea sisi wote tunatembea. Ingawaje ni vizuri mtu kujua anatembea, and maybe she has a career on that. Is that okay? So ama kuendesha pikipiki ni kitu kila tunaweza endesha, ama tuko wengi wale ambao tunaendesha. Na wengi tunafanya pia tofauti. So strength yangu ni ile kitu naweza nikafanya. Kwa sababu tukasema leo hii, tuseme wale youth wote wameingia hapa. Tuseme we are coming up with an empowerment program. Tunataka kuwa empower. Ndio kila mtu afanye ile kitu anaweza na apate kichele yake. So tunaweza tukakuweka wapi? For example, kuna ngiri 10 inapeanwa hapa. Sijasema iko. Nasa. Are we together? Tafadhali nisikuetiwe vibaya. Natoa tu kwa mfano. Ukapewa hiyo pesa saa hii, na najua ya kwamba tutakuwa tunaongeleshwa pia mambo ya biashara. Ukapewa hiyo pesa saa hii, ni nini unaweza ukafanya? Kulingana na strength yako. Are we together? Nataka tunapoendelea kuongea hivyo, wewe mwenyewe ukae ukijiuliza maswali. Na weakness yangu ni gani? Kama weakness yangu ni hasira, weakness yangu ni gani? Weakness ingine? Maybe siwezi simama mbele ya watu. Right? Niko na weakness pia, najidharau. Hata kujidharau ni weakness. Sionangi kama ninafaa. Hayo mambo yote nafaa kujua, ndio mwisho wa siku nijiulize mimi ni nani? Najua hii mada ya leo hatujakuja kuchekeshana watu wangu, hata kama tunaweka joke hapa na pale, but it's a very serious thing. Ndio wakati mtu anatoka hapa, atoke hapa akijiuliza, je, nimekuja kujaza the 50 million plus ya Wakenya, ama ninaweza nikapitia katika hii dunia na isemekanange ya kwamba somebody was here. Nakumbuka zamani tulikuwa tunawekana kofi, vidole vinabaki, na unajua kuna mtu alikuwa wapi? Kuna mtu alipitia hapo. Je, ungependa tu uishi maisha upitie tu duniani na hakuna mark uliacha? Apostle, na najua atakuwa anatuongelesha baadaye, ako hapa kwa sababu aliamua, ama tuko hapa kwa sababu aliamua yeye hatapitia duniani tu, apitie tu kama akuwe kama Mkenya wale wengine tu. Atafanya tofauti. Na ndio maana mimi na wewe tuko wapi? Na mimi je, hata kama siwezi fanya jengo kama hili, siwezi jenga kanisa, siwezi nikakuwa apostle, ni nini hiyo ninaweza kuwa? So we can move to the next. Sorry. So tumesema kujijua inakusaidia kufanya uamuzi mzuri, better choices. Inakusaidia pia kuwa mtu aliye na ujasiri. For example, kuna watu ambao tunapenda kuprofile watu, right? Kwa sababu ya labda vile ninakaa, maybe hata naongea lugha ninagwara, sawa sawa? Si ni sawa? Mimi si kuchoose kuzaliwa Mlimani. Mimi nilijipata hapo. Wewe ukuchoose kuzaliwa Mjaluo ama Mluya ama yeyote ile kabila ingine tuko nayo hapa, ama Mkamba, Mzulu, Mzungu. Yes. Na unajua shida yetu wa Afrika ni kwamba wazungu wakikuja hapa Kenya wajaribu kuongea Kiswahili, hata tunapendezwa na vile wanaongea vibaya. Sawa sawa? Hata utaona tukimzunguka tu anasema hivi, tunacheka. Are we together? Lakini sisi tuko na kasumba ya kwamba mimi nisipoongea Kizungu vizuri kuna venye naangaliwa. Hiyo sio lugha yangu. Ukiniambia niongee kwa lugha ya mama yangu saa hii, Pastor Walter, sitagwara. Hii natoka vizuri. Vindu sijui vihayanga ama vichenjanga yote ile. Vindu vulai, exactly.
Kwa sababu hakuna kitu naomba, hakuna kitu nauliza. Lakini sasa hii ingine, mpaka nipinde ulimi namna hii, mpaka sijui nipunguze wapi, mpaka nijaribu hivi. Sasa kama mimi mahali nimezaliwa, sisi ni wale tunaongezanga mpaka zile herufi ya kuna. Sawa? Ukiniambia niseme God, mimi nataka kuweka ngond. Are we together? Sababu nimefunzwa, hivyo ndivyo nimefunzwa. Sawa? Kwetu kuna majina karibu yetu yote yanaanza na M, B, M, D ama N, D. Are we together? N, G, Ngatia, Ngige. You understand? Ngoko. Sawa? Sasa unakuja kuniambia God aiwekwi N, na struggle tu. So, hiyo kitu inafanya niwe confident kwa vile yule mtu ambaye nilie. Nikigwara niko sawa. Are we together? Nikingoa niko sawa. Kama mimi siwezi endesha, uliita nini Nduthi? Senke. Kama siwezi endesha na mimi bado ni kijana, bado niko sawa. Si lazima nifanye kile kinafanywa na huyu, sababu pressure, na tutaangalia tukimalizia hapa, pressure ni kutaka kujilinganisha na wengine. Najua ushaambiwa, wenzako saa hii wameoa, si ndio? Wenzako saa hii wako na familia. Wenzako saa hii sijui wako na kashamba. Wenzako wako na kaploti. Nikiwa hata mama, kwanza wa mama wako wapi? Nikiwa rika yako nilikuwa nishazaa. Wewe sioni dalili. Si ndio? So pressure inakuwa kubwa. Kwanza hapa Kenya, tuende kwa mitandao online. TikTok. Unaona vile watu wanapost mavitu, mtu anaweza wakiwa maandamano na wale wengine wakishikilia hata magari na workshop, right? Na ninaona kweli mimi nimebaki nyuma. Kila wakati ninakaa nikijilinganisha na wengine na naona nimechelewa. So pressure iko left, right, center. Pressure ya kuoa, pressure ya pesa. Ama nani ana pressure ya pesa hapa? Manze? Nani? Sawa? So tunajiuliza katika hizo pressure zote, kwa sababu haziondoki. I can assure you, pressure haiondoki. Hata ukifika umri gani bado utakuwa na pressure. Nakwambia nilikuwa naongea na shosho hapa na bado wako na pressure. Sawa? So inanisaidia kuwa na ujasiri. Kujijua inanipatia confidence. Kwa wale labda hawakuzaliwa ama wazazi wao hawakuwalea, ama labda aliambiwa alikuwa bahati mbaya, what can you do to improve your confidence? Utatembea kila wakati ukifikiria kwamba you are a reject? Unapata depression kwa sababu kwanza ikiongezeka kidogo ukataliwa na msupa. Ama jamaa ulikuwa unampenda alafu akwambie sikutaki tena. Manze, inakuwa sasa reloaded. Au sio? Inakuwa rejection ya mzazi, rejection ya nani? Maybe marafiki zako kuna venye wanakuangalia wanakuongelesha design fulani. Inakuwa sasa wewe umejiweka kama Gideon pale mwisho. Na pia inasaidia kustrengthen relationship zako na communication yako. Mtu aliye na ujasiri mkiongea na yeye haina mangi. Hata angalia kando. Are we together? Ama akisimama mbele ya watu haoni aibu. Labda hauna ile simu wengine wako nayo, hujavaa vile ambavyo unaona wengine wakidunga. Iko tu sawa, ipo siku, au sio? Ipo siku hata wewe utafanya hivyo. Lakini je, ni mavazi inayonifanya kuwa vile nilivyo? Kwa sababu kama ni mavazi, nitakimbizana na mavazi. Lakini naweza vaa smart na bado niko pale chini. Are we together? Sababu hatuongelelei mtu wa nje. Are we together? Hatuongelelei nani? Mtu wa nje. Zaidi tunaongelelea mtu aliye ndani yako. Sababu wewe ni image tu, kuna yule mtu aliye ndani yako.
I wanted to say something, nafikiri imenitoroka kidogo. So one of the components of self-awareness ni kitu tunaita self-esteem. Kuna watu ambao esteem yao inakuwa chini, na esteem kukua chini sometimes sio kupenda kwako. Ni yale mambo ambayo labda umeyapitia. Ulikuwa mtu ambaye alikuwa anataka kusoma, haukuweza. Ulikuwa unataka kuwa mtu ambaye alikuwa anataka kujiendeleza, haukuweza. Labda pale nyumbani hakuna support poa. Serikali nayo ndio hiyo. Are we together? Kwa hivyo wakati mwingi self esteem yetu kwa sababu ya mambo kadha wa kadha inaenda chini. Lakini je, leo hii ninaweza jiangalia nikiwa mwanarika, nijitazame kwa kioo na nijiambie mimi ninafaa. Mimi sio ajali, sikuzaliwa kwa ajali, kulikuwa na kusudi la mimi kuzaliwa. So mambo kama hayo napitia tu kwa haraka haraka ndio tuende kwa hiyo kitu ingine kama itawezekana. So tumesema mambo yale yanatusaidia ama kwa nini self awareness inakuwa muhimu sana. Before niende pale, tumeongea kuhusu mambo ya self esteem. Kuna kitu tunaita self concept. Self concept ni mimi najifu. Tuko sawa hapa? Are we okay? Hello, the lady in black. How are you? What is your name? Yes? Sla? Spice. Spice ya vidongo. Viungo. Vinaitwa viungo. Spice. Okay. Nataka tu kukuuliza maswali kidogo tu. Spice ni nani? Spice ni nani? If you are to describe yourself. Spice tu abarshosho tu. Yes? Spice abarshosho. Spice wa shosh. Wabarshosh. Wabanshosh. Is that a name? Hiyo ni jina? Hey. Okay. So aya, hiyo ni jina tu. Wewe ni nani? Jina nishasikia Spice. Yes, wewe ni nani? Alisa zikueleze hapo swali naye ni ngumu pande yangu. Na hapo sasa ndio nataka tuulizane maswali leo, sawa? Mbona inakuwa ngumu kidogo tu? Ile kitu kile kidogo tu unajua. Ama ile unaweza eleza kujihusu. Mtu akakwambia ujieleze. Mimi ni msusi na naitwa Masumaya hivyo. Eleza. Okay. Msusi ndio? Saloonist. Hivyo tu. Hivyo tu walai siwezi sema sijui hizo zingine walai. Wewe si mrembo walai. Si labda waseme. Unasikia hiyo? Labda wafanye nini? So kumaanisha tukimwambia yeye si mrembo basi yeye sio Spice. So tukikwambia wewe sio mrembo basi wewe sio mrembo? Sasa si vinye tu mnaamua. Wewe. Spice, unataka tukuamulie? Tukuamulie sahi? Ni hadi sina rada. Hauna rada? Ukijiangalia kwa kioo Spice unaonanga nini? Keki bado Wewe ni keki bado? Na sasa mbona unataka tukuamulie? Sasa sijui nyinyi mnaezona uniongongo fulani. Ati? Sijui pande ingine inaweza kwa niongongo fulani, so unaelewa, si nyinyi mnaelewa. Ebu Spice come. Kuja tu. Come. Come rembo. Come super. Kuja tu. Kuja, vocalize. Tubonge. Come baby girl. Aya, sasa nataka usimame hapa uambie ya kwamba yani hivyo unasema, wewe ni mrembo? Wewe ni mrembo? Si ndio ama mbele ya Mungu ama?
Ni mbele ya geng bado. Zaman bando. Hata mbele ya geng. Si umesema wewe ni keki? Simama tu. Wewe ni mrembo? Unajiamini? Unajitambua? Sinajitambua. Kiaje? Na unajua na kuuliza hivyo kwa sababu umesema ni vile tutaamua. Are we together? So ni vile tutaamua ama ni vile unajitambua? Ni vile najitambua. Manze, So ni gani iko juu? Ni vile unajitambua ana vile ni vile tutasema? Niambie tu na usidanganye. Kuna kujitambua na kuna venye gengeng unaita gengeng? Gengeng. So kuna venye gengeng itasema na vile wewe unajinais, unajitambua. Unajinawi, ni kujinawi ama ni kujinou? Hiyo yote, Kujinau. Eleza tu. Bandangu nishakwambia. Ushaniambia? Ndio nauliza ni gani iko juu? Ni vile unajinou, unajitambua ama ni vile gengeng itasema? Si venye mimi najitambua. Kweli? Manze, haya mchapie makofi. Thank you. Thank you Spice. Unaona mahali nataka tutoke? Are we together? Ni mahali ya vile watasema na vile mimi najitambua. Tuko pamoja? So kwa ile kazi unafanya, vile ambavyo unakaa, ukiwa mweusi, ukiwa unajua ndio kwa nini tunaenda kuongeza Sindio? Sababu kuna venye tunataka kukaa. Na ni nani tunakalia? Wengine naonanga tunaitiwa mikorogo hapa. Hiyo nini iko hapa River Road. Sana. Halo msupa. Unaonyeshwa mikorogo. Ili ambayo manzi ukijipaka unatoa tint. Au sio? Unatoa nini? So kwa nini watu tunatoa rangi? Mbona tunataka kufanana wazungu? Sababu tumeona hata kwa advertisement kwa TV hawatuletei watu weusi. Si ndio? Tena weusi, wacha niseme hivi, tulirogwa ama tulifanywa ukoloni. Kwa sababu weusi inalinganishwa na watu kwa na nyani. Kuna nyani. Weusi, yani kitu kizuri kinawekwa rangi nyeupe, kibaya kinawekwa nini? Yesu wakatupentia Yesu nini? Mzungu, si ndio? Na shetani. So you see, kuna venye dunia tumekolonaiziwa kwa muda mrefu kuonyeshwa ni kama kwamba kuwa mtu mweusi ni kama hatia. Lakini na sisi tusipojitoa katika huo ukoloni, na nianze na mimi, are we together? Nijikubali vile nilivyo. Spy. So kuanzia leo msusi wangu. Na sasa yani wewe hata uwezi kujimarket uambie vile unasukanga poa mkuu. Na utuambie hata unasukia wapi. Si tunaweza kuja kwa business yake na tumsupport. Wangwan, si ndio? Hadi unanyoa? Aona sasa. Ukijitambua wewe mwenyewe utaweza kujitengenezea jina lako. Mbona tunasema mimi ni Sifuna? Kwa sababu ni brand. Are we together? Ni nini? Brand. Brand ya mtu. Sifuna hakujiita Raila mdogo. Are we together? Hata hakujiita ni gani mwingine ule? Yani hakukuja akijiita jina la mtu mwingine. Alisema mimi ndiye Sifuna. Hivyo tu. Hata hakuna kitu kingine anatuambia kubwa. Anasemanga mimi ndiye. Na kwa sababu ya hiyo anafuatwa na mamilioni ya watu. Uliona juzi akiingia Homa Bay, wafuasi wake wenyewe ndio walikuwa wanafungua barabara kama imefungwa.
Someone can take a bullet for him kwa sababu amejitambua. Je, wewe wajitambua? Kweli? Wangapi wanajitambua? Ama wacha niulize, ni wangapi tutajitambua kuanzia leo? Ala. Oh, mnajitambua tayari? Bana. Okay. So tuzidishe hey. Na ndio hiyo tu niliwaambia sisi tunaongezanga herufi kule na ni sawa. So kuna kitu kingine tunaita self image. Vile mimi ninakaa. Kama sasa vile Spice anatuambia yeye ni kulingana na vile mtasema. Lakini kuna mtu anajiamini. Na of course hata Spice anajiamini ya kwamba haijalishi nitaitwa nini. Je, unajua kuna watu wanaenda kujinyonga kwa sababu waliambiwa wao sio warembo? Ama tunaongeza vitu huku, tunapaka mikorogo, tunabadilisha rangi. Saa ingine nataka tu hata heri nipige mtu ngeta nipate ile simu ina trend ndio na mimi nionekane. Je, kitambulisho changu kiko kwa simu? Na wacha niseme hivi gang, vile nani anaita gang. gang. Kila mmoja wetu hapo ako na kusudi. Wangapi tuko na ID? Sidanganya? ID? Spice, usiniangushe. Walai. Hauna ID? Kitambulisho? Uko nayo? Nasema kitambulisho yako ya Kenya. Wangapi tuko nayo? Sawa. Hicho kitambulisho kwa wale waliendea. Kuna kitu inakuanga kwa kitambulisho chako inaitwa fingerprint. Ni ya nani? Right? Hiyo fingerprint inafanana na ya nani? Kama hujawahi jua ni kwamba hiyo fingerprint yako haina mwingine ambaye mnafanana na yeye. Kumaanisha Mungu hana copyright, Mungu hana duplicate, Mungu ako na nini? Mungu ako na nini? Original. So you are an original. Wewe si China. Wewe ni origi. Na unaweza fanya mambo origi. Unaweza fanya vitu vya kipekee vile ambavyo havijaifanywa na mtu mwingine. So self image ni vile mimi nafanana, na si kwa vile watu wataniambia, lakini vile mimi najijua. Kuna the real self na kuna the ideal self. The real self ni yule mtu niliye sahihi, kile ninacho, kile ambacho sina, niko mrefu na nilikuwa nataka kuwa mfupi, wakati nilikuwa nilikuwa mtoto mdogo, my father was very tall, he died. So kila wakati nilikuanga naambiwa na watu wetu nyumbani, naambiwa na wewe utakuwa mrefu kama baba yako. Lakini kuna madam mwingine tulikuwa tunasoma naye primary, sikuwa nataka kuwa mrefu kama yeye. Nilikuwa naona hiyo urefu ikiwa too much. Na nikiwa tu mtoto mdogo, watu hawakuwa wanajua kile wananisubject to. So I used to pray to God every night nikienda kulala, na muuliza Mungu, hata kama watasema nakuwa mrefu, nisikuwe mrefu kama fulani. Nilikuwa namtajia jina. Namwambia nisikuwe mrefu kama huyo. Na kila siku tukienda shule, yeye hakuwa anajua kile ninafanya. Kuja mrembo wangu. What is your name? Si. What do you do, Nancy? Who are you? Kuja tu. Come. Watazame. Kuna wimbo tulikuwa tunaimba zamani, ebu jitokeze, simama mbele ya watu. So Nancy, ni Nancy? Umesimama mbele ya watu. Waambie jina yako. Naitwa Nancy. Awasikia ati. 1 2. Ongea na hii. Naitwa Nancy. Hata wewe. Nancy. Who are you, Nancy? For me, I'm a child of God. She's a child of God.
You fear God. Okay. Any other thing you'd want to say? Yes? Wewe ni nani? Anyway, nauliza aje, hiyo swali ya mimi ni nani twende tukijiuliza. Are we together? It is a very, very important question. Who am I? Na niliumbwa ama Mungu alinileta hapa duniani kwa kusudi gani? Kila mmoja wetu. Hakuna mtu ana kusudi. Anyway, the lady was told, na nilikuanga naenda nikijipima na yeye kila siku. Nikitaka kujua nimerefuka kiasi gani ndio nione kama Mungu anajibu maombi. Lakini hakika Mungu alijibu maombi. Haleluya wapendwa. So, unaweza jichukia kwa sababu ya vile unavyojiona. So, real self ni vile wewe ulivyo. Na kuna ile tunaita the ideal self. Unatakanga kuwa nani? Unatakanga kuwa nani? Nimeonea warembo sana. Come. Hello sir. How are you? Yes, karibu sana. Tusalimie, tuambie wewe ni nani na unatakanga kuwa nani? My name is Wilson. I'm a tech savvy photographer, coding and software engineer. And my greatest ambition is being a doc. Daktari wa watu. Wow. Wonderful. So you see the real ni ile sasa ako, yes, is in tech. Tech, umejiita tech nani? Savvy. Tech savvy. Tech savvy inamaanisha nini? Oh, tech guru. He's a tech guru. Ti guru. Guru kumaanisha amebobea katika hiyo mambo ya tech. Lakini his ideal self anatakanga kuwa nani? Si tuseme nani? Sasa kuna kitu hapa, kuna yule uliye sahihi na ule unatakanga kuwa. Sasa remind me the name? Wilson. Yeah. Niambie kulingana na wewe vile unaona. Katikati ya the real self ni the ideal. How far do you think they are from each other? Ziko umbali gani? Is a couple of just a few years to come. God atakuwa amejibu ombi langu and unaaminia tu God na kila kitu ina work out. Nice. Yeah. So what are you doing towards walking that journey of a doctor? Unadu? Tumesema uko hapa tech guru na unataka kwenda hapa kwa daktari? So what are you doing here? In between here you just take a I want you to talk about Wilson. Yeah. Okay. I personally una learn from others. Nina learn from others. Nina take the opportunity, maybe it's kuna ile time yenye nimetokea pale hivyo area, kuna wale mafire fighters fulani tuna bonding na wao hapo, wakienda mission naenda voluntary hivyo unaokolea mse and una gain tu skill pole na una grow tu hivyo. Okay. Una gain skill pole na una grow. Yeah. Unaweza gain skill na ugrow pole to become a doctor? Yes, we can. How? It's all about passion. Okay. Yeah. Si must tupitie kwa vitabu so that you may achieve your dream. It's not a must. Kuwa daktari? Yeah. O wa kienyeji? No. It's not I'm only asking. You know, okay. Actually, right now when you have your papers, you can do bridging and You can do bridging. Unamalizia tu whatever you are doing. Lakini sasa si tunakubaliana kuna vitu tu lazima upitie mahali. Yeah. Uchongwe. It is. Can we clap for Wilson? Thank you. And makofi kwa Spies. Makofi kwa Nancy, the child of God. Mukimuona child of? Na napenda God sana. By the way. Respect. Sawa. So, tunaona the real, wakati mwingine tuko hapa na mahali tunajionanga ni pale. So ni vizuri tujue basi nitatembeaje hii safari. Nisianze kujiita tu mimi natakanga kuwa daktari kama Wilimi sitamaningi kuwa daktari. Lakini sasa nitatembeaje kutoka mahali niko
niweze kufika mahali ninakotaka kuwa, kwa sababu ni kusudi. Na ndio maana tuko hapa. Are we together? So the real and the ideal self. Lakini wakati mwingine watu nasema, if the distance between the real and the ideal iko refu sana, basi kunaweza kuwa na challenge. So ni vizuri pia ninapojiuliza the ideal. Tulikuwa watoto wadogo, unataka kuwa nani? Pilot. Unataka kuwa nani? Lawyer. Unataka kuwa nani? Daktari. Si ndio? Sio maswali mliulizwa pia na mkajibu? Aya, kuja uniambie ulijibu nini? Leo tunaongea, sawa sawa? Oya kam. Kuja mkuu manze. Siogope, kuja. Jina? Your name? Vini. Aya, kuja Vini. Kuja wasalimie tu. At least waone sura. Unajua hata hapa leo unaweza toka na msupa. Ama utaki? Aya, Vini amekataa. Your neighbor? Ufanye nini? Utaki? Na si ni wewe ulikuwa unacheza ile futa? Ni wewe? Utaki hata kutuambia passion yako ya football? Kabisa? Okay. The gentleman in yellow? Msiniangushe waku. Okay, light skin. Kuja. Sukuje. Good, thank you. Can you clap for him? Ama mnafikiria madam tu ndio anakuanga light skin? Ona vile we. Hiyo picha ichukuliwe vizuri. Si ndio? Your name, sir? Amadi. Yes? Amadi. What do you do for a living? Marketing. You're a? Marketing. I help through marketing. Marketing. Is that your ideal ama in a real? Real ni vile unafanya saa hii, ideal ni kile ungependa kuwa. This is my real yenye nataka kuwa ni hospitality. Hospitality. You would want to be a caterer? Yes. Okay. Uko na passion ya upishi? Yes. Wow. Have you started kupika kaimati hivi, chapati? Kidogo tu. Unaweza pika lini utuletee tusikie hii upishi? Because you know you can start from small, isn't it? Yes. Can you clap for Willie? Thank you so much. So, sitaki kuwabo sana na hii maneno ya self awareness. Nataka kufikisha hapo. Ni mengi ambayo tunaweza ongea kuhusu self awareness, but I want to get there for today. Na nikuache na swali la je. Wewe ni? Jiulize mimi ni nani? Unaweza jiuliza? Nataka tu for a moment, nyamaza tu, usiongee na mtu. Don't talk to anyone. Wale wako kwa simu, ondoka kwa simu, please. The gentleman in green, my friend. Hey, you are here. Wachana na tenje saa hii. Sawa? Okay? At least kila mtu akae alert mahali aliko. I want you kwa dakika moja tu funga macho yako. Just yourself. Now interact na hilo swali la wachana na simu. Hatuongelelei simu saa hii tafadhali. Those who on the phone tuache tu. This is a moment nataka ikabakie katika mawazo yetu kwa siku nyingi. Ndio tujisaidie. Hello? Wanaokula machungwa mtanigawia. Wachana na machungwa saa hii kwanza. Najua njaa labda imeanza lakini sawa. That is part of self awareness. Funga macho yako tu. Hata kama ufungangi ukiomba, nataka ufunge kwa dakika chache tu. Nataka ujiulize kabisa hili swali. Mimi ni nani? Niko wapi na naelekea wapi? Interact with that question. Nataka ufunge macho. There is a reason why I'm asking people to close their eyes. Funga tu macho. Jiulize tu hiyo swali. Mtu mwenye ananiangalia najua afanye hivyo. Na usifunge tu vako. Jiulize haswa exactly. Mimi ni nani? Nilikuja hapa duniani kufanya nini? Niko wapi saa hii? Na ninaelekea wapi? Na ndio nifike hapo nitafanya nini? Sababu those are the youth tunataka kutembea na wao. Wale wanaweza kuwa na suluhisho, watuambie mimi nikianzia hapa najiona kule.
na naona path ambayo naweza kanyanga ni hapa. So that even when we are doing empowerment, tunafanya empowerment na watu ambao wanajielewa. Sio mtu anasema tu anything goes, ni vile watasema And I hope you are interacting with that question. Nataka tuombe. Baba, kwa jina la Yesu tunakushukuru, tunasema asante. Asante kwa asubuhi ya leo Bwana. Asante kwa mahali tuliko. Asante Bwana kwa vijana. Asante Bwana kwa sababu ya hili swali la mimi ni nani? Ninaenda wapi? Niko wapi? Naelekea wapi? Na nitafikaje hapo? Mfalme, najua wengi wao hapa wako na ndoto kubwa. Bwana, nakuuliza kama vile ulivyojibu maombi ya Gideoni, Mungu wangu ukafungue milango. Na ili watumishi wako hawa ukawapatie njia ya kuweza kuelekea mahali pale wangependa kuwa. Ninakushukuru kwa sababu Bwana, kuanzia sasa kuna watu ambao hatima yao itabadilika watakapoangalia maisha kwa njia tofauti, ya kuona ya kwamba hawakuja hapa duniani kujaza tu mamilioni wa watu wanaoitwa Wakenya ama Wakikuyu, Wajaluo, Wakamba, Wakisii, Wameru. Hawakuja hapa Bwana kujilinganisha ama kufuata wanasiasa. Wengine tunajiita one term, wengine two term, wengine sisi ni Sifuna, wengine yale majina yote tunajiita. Lakini Bwana, tujue ya kwamba ulituumba na kusudi. Hakuna mmoja wetu Bwana ambaye ni ajali mahali hapa. Hata wale waliitwa ajali, wale waliambiwa walikuja kwa bahati mbaya, Mfalme, tunajua ya kwamba huo ni uongo wa shetani, na ni kwamba Bwana uko na kusudi na maisha ya kila mmoja wetu. Asante kwa sababu maisha yetu kuanzia sasa yatachukua mwelekeo mpya. Wale ambao tuko katika drugs and substances of abuse, tunakuuliza Bwana utusaidie. Hata wakati tukipata nafasi na kuangalia hii mada tena Bwana, tutaendelea kukushukuru na kulinua jina lako. Twakusifu na kukuabudu. Mfalme, nataka tu katika hiyo hali ya kufunga macho, hata kama hujaiongea na Sir God, mwambie tu kitu kuhusu life yako. Mwambie tu kitu kuhusu life yako. Are you happy? Je, wafurahia mahali uliko? Unafurahishwa na ile kitu uko nayo? Unafurahishwa na vile ulivyo? Na ni wapi hapo ungependa kuelekea? Ongelesha tu Mungu kwa maneno yako tu. By the way, Mungu si aelewi lugha ya pastor ama ya nani, anaelewa lugha ya moyo wako. Just speak to him. Ongea tu na yeye. Anakujua. Wewe ni mtoto wake, alikuumba kwa kusudi. Hajakusahau ama asahau ya kwamba unaishi. Hata kama tuko wengi, Mungu anakujua kwa binafsi. Ongea tu na yeye. Mwambie, Baba nisaidie. Saidie Bwana. Ningependa maisha yangu ikabadilike. Ningependa kuishi maisha tofauti kutoka yale ninaishi leo. Na ninajua umejibu, umenisikia na umejibu na utanisaidia. Asante Yesu. Na ni kwa sifa na utukufu wa jina la Yesu Kristo tumeomba na hata kushukuru. Na kanisa la Bwana liseme, can we say a big amen? Can we clap unto the Lord? Can we celebrate? Can we celebrate? Hey, we can do better than that. Can we celebrate? Hallelujah. Amen. The Lord bless you. The Lord bless you. Nikipata nafasi nyingine tutaangalia mambo ya drugs. Nimeona hiyo mambo ya self awareness ilikuwa muhimu sana kwetu. God bless you na wapenda. Mnanipenda hivyo? Na wapenda. Hawa nipendi. Nancy, unanipenda? Sawa sawa. Anyway, God bless you. Thank you so much, mchungaji. Haya, tumpigie Yesu makofi. Unaweza ukapiga makofi mazuri. Wangapi umebarikiwa? Halo. Nani amepata ripoti ya kwake kwa ile maneno ambayo tumepata hapa mazungumzo? Umepata ripoti yako? Umepata ya kwako? Haijapita tu.
Kwa hivyo unataka tusimame tu kwa dakika moja tutinyooshe, kwa sababu umekaa sana. Simama tu kwa miguu yako. Simama tu. Simama tu kwa miguu yako. Simama tu kwa miguu yako, kwa sababu tunataka tukimbie marathon baada ya muda mfupi hivi. Kuna kitu pia tunataka tufanye hapa. Sawa sawa. Kwa hivyo usijali. Kuna mambo mazuri yako mbele. We are here. Amen. Kwa hivyo inua tu mikono yako ujinyooshe tu. Just stretch. We have like 5 minutes. Kimbie pale, ukifika pale nje kuna kidogo tu Dominic. Hapo nje ukitoka pale kwa mlango, the first door ni ya men or gents, the next door ni ya ladies. So kama unataka mahali pa kwenda kusimama, washroom ziko hapo. Kwa hivyo jisikie huru.